asante kwa wema wako, na asante kwa ajili ya majira na wakati tunapokwenda kutafakari maneno yako ya uzima. Roho Mtakatifu, mwalimu na kiongozi, najikabidhi mikononi mwako. Naomba Bwana uniwezeshe kwenda kufafanusha ule ufunuo ambao umesitirika katika maandiko tunayokwenda kuyatafakari siku ya leo. Mawazo ya moyo wangu, maneno ya kinywa changu yapate kibali mbele zako, Bwana Mungu wa majeshi. Amen. Naomba tuketi. Hivi nilivyo navyo ulivyonipa, umenipendelea. Afya hii, jema hii, umenipendelea. Sijivuni kwa chochote ulichonipea, umenipendelea. Hivi nilivyo leo ulivyonipea, umenipendelea. Afya hii, jema hii, umenipendelea. Sijivuni kwa chochote ulichonipea, umenipendelea. Umenipendelea. Haleluya. Mwambie jirani yako, Mungu amekupendelea. Mwambie afya hii ulionayo jirani, Mungu amekupendelea. Mwambie jirani yako, una afya. Tambua sio nguvu zako. Mungu amekupendelea. Jina la Bwana libarikiwe. Ndugu zangu wapendwa, asubuhi ya leo nina ujumbe kwa ajili ya kukutia moyo. Haijalishi changamoto unazopitia, haijalishi magumu unayoyapitia, haijalishi yale ambayo yamkini yanayosababisha moyo wako ushuke chini. Nataka tuseme pamoja nawe kwa kile ambacho mtumishi wa Mungu anaitwa Ayubu aliyapitia. Maandiko yanasema kwa habari ya Mungu baba yetu, alijisifia mtu anaitwa Ayubu mbele ya shetani akimwambia, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu anaitwa Ayubu? Anamwambia hakuna mtu aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu wa moyo, mtu anayemcha Mungu na kujitenga na uovu. Na Mungu alipojisifia Ayubu mbele ya shetani kwa maneno hayo, maandiko yanasema shetani akamwambia Mungu, je, huyu Ayubu yamcha Bwana bure? Je, Mungu haukumzingira huyu na ukigo pande zote pamoja na vitu vyote alivyonavyo? Je, ukuzibariki kazi za mikono yake na mali yake duniani imeongezeka? Lakini shetani anamwambia Mungu, lakini wewe ukiunyoosha mkono wako na kugusa vitu alivyonavyo atakukufuru. Sema amina wewe. Mzee yako, unampenda Mungu ama unapenda mali wewe? Unajua watu wanasikiaga wakati mwingine eti ibada ya sanamu wanafikiria ni ile ambayo makanisani kuna masanamu nini. Ibada ya sanamu ni kitu chochote unachokipenda zaidi ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Shetani anasema ukinyoosha mkono wako ukigusa juu ya vitu vyote alivyonavyo atakukufuru. Na mpenda Ayubu ambaye pamoja na mali alizopewa na Mungu vile alivyovimiliki, lakini upendo wake kwa Mungu ulikuwa mkuu kuliko vile alivyovimiliki. Jina la Bwana libarikiwe. Shetani anajaribu kuleta zengwe, anasema basi gusa vile alivyonavyo atakukufuru mbele ya uso wako. Maandiko anasema Mungu akamwambia, basi vyote alivyonavyo viko katika uweza wa mkono wako, lakini usinyooshe mkono wako juu yake wewe mwenyewe. Maandiko anaonyesha baada ya majadiliano hayo, Biblia inasema kwamba shetani akatoka mbele za uso wa Mungu kwenda kuyatekeleza hayo maangamizo ambayo alikuwa amekusudia kwa mtu anaitwa Ayubu. Maandiko anasema kukatokea majanga makubwa kwa Ayubu. Biblia inaonyesha mali zake ambazo ni ng'ombe wake, kondoo wake, ngamia wake, punda wake, pamoja na ngamia na kila alichokuwa nacho, pamoja na watumishi wake. Maandiko yanasema wakaangamia na wakabaki watumishi wachache kuja
kuja kumpa taarifa Ayubu, maandiko yanaonyesha watu wanaitwa Waseba walikuja wakaleta maangamizo hayo, wakateketeza ng'ombe, wakateketeza kondoo, wakateketeza punda, wakateketeza ngamia, na watumishi wake wakawaua. Maandiko yanaonyesha haikuishia hivyo, lakini watoto wake walipokuwa wakisherekea katika nyumba ya mmoja wa ndugu zao, maandiko yanasema upepo mkali ukaja kutoka jangwani ukaipiga nyumba, ikawaangukia watoto wake wote wakafa. Lakini maandiko ya kuishia hapo, wanasema hata na yeye mwenyewe akapigwa na ugonjwa wa majipu mwili mzima. Ingekuwa nyakati hizo angesema ana nini? Ana ngoma. Ana nini? Ana ukimwi. Sema amina we. Hakuna ugonjwa mbaya kama ukiro. Na kuna ukimwi, ukosefu wa kinga mwilini, lakini kuna ugonjwa unaitwa ukiro, ukosefu wa kinga rohoni. Mwili wako unayo kinga rohoni wewe. Wamekasirika. Sema amina wewe. Jamaa yakampata majanga hayo yote, mali zote zikaangamizwa, watumishi wote wakaangamizwa, watoto wake wote wakaangamizwa, na yeye mwenyewe akapatwa na magonjwa. Maandiko yanasema mke wake akamwambia, kama vyote ulivyokuwa navyo vimeangamia, vimeteketea, ni heri umkufuru Mungu ukafe. Lakini maandiko yanasema katika mambo yote Ayubu hakumtenda Mungu jambo linaloitwa dhambi. Kaka zangu, dada zangu, asubuhi ya leo nataka niseme ya kwamba Mungu ni Mungu anayewathibitisha watu wake. Mungu ni Mungu anayewathibitisha watu wake, na ni Mungu anayependa kuwathibitisha watu wake, na Mungu anatumia vitu vya namna nyingi kuwathibitisha watu wake. Inawezekana Ayubu tunayaona majanga yaliyompata ya mali zake, hayo yote Mungu aliyaruhusu ili yamkini aithibitishe imani yake na upendo wake Ayubu jinsi ulivyo wa dhati mbele za Mungu wake. Jina la Bwana libarikiwe. Asubuhi ya leo mwenyekiti wakati anaongelea habari za Women's Guild, nikatamani na sisi tungeongelea habari za makoti yetu tunayovaa ya damu ya mzee. Sema amina wewe. Lakini kuna neno aliongelea kwa habari ya confirmation. Tunapoongelea habari ya kuthibitishwa, habari ya confirmation, makanisa ya Kiprotestanti ikiwemo Presbyterian wanalo darasa linaloitwa catechism class. Bwana we, muulize jina yako, umepita catechism class? Sema amina wewe. Wanayo madarasa yanaitwa catechism. Hayo ni madarasa ya kumthibitisha Mkristo katika imani. Lakini ukienda kwa wenzetu wa Pentekoste, wana darasa linaloitwa darasa la kuukulia wokovu, ili kuwathibitisha waongofu wapya katika huyu Mungu. Lakini ngoja nikwambie, bado Mungu hajamaliza kazi ya kuwathibitisha watu wake. Unaweza ukasema ya kwamba mimi nimepokea kipa imara, nimepokea confirmation, nilikuwa confirmed na right reverend. Kafikiri basi umekamilisha kazi ya kuthibitishwa. Bado Mungu hata sasa anawathibitisha watu wake. Sema amina wewe. Na Mungu anaweza kutumia mambo mengi katika kuwathibitisha watu wake. Huyu jamaa alithibitika katika imani ya kwamba anampenda Mungu, ya kwamba si mke, si watoto, sio mali zinazoweza kumfarakanisha na Mungu. Katika roho moyoni ni kama namsikia wakati wa Ayubu akimba akisema, kitu gani kitakachonitenga na mwendo wa Mungu we? Kitu gani kitanitenga na upendo wa Mungu we? Mali hapana, fedha, mchumba. Sema amina we. Katika roho kama namsikia Ayubu akiimba, chukua vyote nachie Yesu, chukua vyote
niachie Yesu, chukua vyote, niachie Yesu, sitarudi, baba na mama wakiniacha, na ndugu zangu wakiniacha, baba na mama wakiniacha, sitarudi, no turning back. Kuna watu kwenye maisha haya ukigusa mali walizonazo, imani yao kwa Mungu inatindika. Ukigusa mke aliyenaye, imani yake imefanyaje? Imetindika. Mwingine anakuambia ukitaka kunijua mimi mchungaji Msamila ni mweupe, mguse mke wangu ndio utajua mimi sio mweusi, mimi mweupe. Ukitaka kunijua mimi mrefu, gusa mke wangu. Kuna wengine sema ukitaka kunijua mimi ni nani, gusa mali yangu. Kuna watu vitu wanavyovipenda vikiguswa, imani yao kwa Mungu inatindika. Kuna watu kazi zao zikiguswa, imani yao kwa Mungu inatindika. Kuna watu mali zao zikiguswa, imani yao kwa Mungu inatindika. Lakini mtu wa Mungu alithibitishwa ya kwamba upendo wake kwa Mungu hautegemei mema alionayo, hautegemei vitu alivyonayo, bado alibaki Mungu ni namba moja kwenye maisha yake. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Leo hii tuna injili legevu inayoitwa injili ya utajirisho, prosperity gospel, inawaambia watu ya kwamba katika maisha mema ndio fungu lako, mabaya sio fungu lako. Ni ukweli kabisa kwa watu wa Mungu, mema yote ya dunia ni fungu letu. Lakini nataka nikwambie kuna wakati Mungu anayatumia mambo magumu na mabaya ili kukuthibitisha ya kwamba wewe unampenda Mungu wako. Sema amina wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Na nikwambia mtu wa Mungu, hakuna jambo linaloweza kumpata mtu wa Mungu ambalo Mungu hajaliruhusu. Katika maisha yangu ya huduma nimeshawahi kupitia mambo mengi magumu sana, lakini hayo magumu niliendelea kuyafurahia kwa sababu hayo magumu yalikuwa yananitengeneza njia ya kupandishwa daraja. Sema amina wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Ukiniona jinsi nilivyo, ni sawa na nyani mzee, nimekwepa mishale mingi na naendelea kuikwepa na nitaendelea kuikwepa, ili mradi mimi ni agent wa Mungu, ni wakala wa Mungu, na pambana na shetani na kazi zake. Bado mambo yatajitokeza ya kunithibitisha imani yangu kwa Mungu, lakini najua hayo yote ni mitihani. Ninaposimama vizuri na Mungu, kuna double portion inakuja. Sema amina wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia inasema kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 1 mstari wa 12, anasema heri mtu yule hayastahimilie majaribu, kwa sababu akiisha kukubaliwa atapokea taji ya uzima. Jina la Bwana libarikiwe. Mwambie jirani yako, stahimili magumu, stahimili changamoto. Jina la Bwana libarikiwe. Mateso aliyoruhusu Mungu kwa Ayubu aliyestahimili ya mateso pasipo kufarakana na Mungu wake. Na maandiko yanasema kwenye kitabu cha Ayubu 42 mstari wa 10 ya kwamba alipostahimili Mungu alimbariki maradufu, alimbariki mara 2 yalivyokuwa mwanzo. Nataka niseme Mungu hayaruhusu mabaya. Mungu hayaruhusu mabaya kwenye maisha yako ili kukuangamiza, ili kukumaliza, ili kukudhalilisha kwa maadui zako. Hapana, Mungu anayaruhusu hayo magumu unayoona kwenye maisha ili kukuthibitisha ya kwamba ni kwa namna gani unampenda Mungu wako kuliko hivyo ambavyo ametupatia kwenye maisha. Jina la Bwana libarikiwe. Mchana wa leo nataka niwatangazie maadui zako wanaofikiria yale magumu unayoyapitia yatakumaliza. Nakwambia usife moyo, hayatakumaliza. Simama na Mungu. Hayo magumu yanakuandaa ili kukuthibitisha kwamba je, wewe ni wa Mungu.
Mimi mchungaji Msamila nayapenda sana magumu. Sema amina wewe. Napenda changamoto. Na kuna wakati nikiona kwangu kuko kimya sana, wanamuuliza mke wangu, hivi tuko vizuri na Mungu? Inawezekana umeshafunga ndoa na nani? Na shetani. Shetani agombani na watu wake. Shetani anagombana na wale ambao wako against yeye. Sema amina wewe. Kuna wakati ukiona kimya tu, jiulize mara 2 3. Jina la Bwana libarikiwe. Sema amina wewe. Ndugu zangu, tunathibitishwa. Kuna wakati tunaishi maisha ya kusema wengine kabisa wakiona umepitia magumu wanasema huyu yamkini amefarakana na nani? Na Mungu. Ayubu hakufarakana na Mungu. Ndio maana wale marafiki zake kina nani wanaitwa? Ambao wasema kina nani? Kina Elfazi Mtemani. Wakaja kumwambia Ayubu, yale ukupata wewe umegombana na nani? Na Mungu, umefarakana na Mungu. Ayubu akamwambia hapana, sijagombana na Mungu. Mimi na Mungu bado tuko pamoja. Ndugu zangu, siwajaji watu kutokana na wale wanayopitia. Jina la Bwana libarikiwe. Siku moja nikamsikia mtumishi mmoja hapa Dar es Salaam, ana kanisa kubwa sana, akasema na kuimba kwa kashifu watumishi wengine. Akasema majaribu kwa Mungu ni miaka 5 tu, mapito hata kwenye huduma ni miaka 5 tu, na baada ya miaka 5 unapata upenyo. Nikasema huyu ni mtoto mchanga kiroho. Ngoja nikwambie, shule zinatofautiana. Anayesomea unesi na udaktari ni shule 2 tofauti. Kila shule kozi yake ina muda. Sema amina we. Kwenye maisha ukivitaka vitu vyepesi, nenda kwenye shule nyepesi. Sema amina we. Lakini kwenye maisha ukivitaka vitu vikubwa vinavyodumu, na hata shule yake ni huyu mtumishi akasema eti mapito na Mungu katika huduma ni miaka 5. Nikasema hajajua anachokisema. Sema amina we. Msamila liliitwa mwaka 98. Lakini niambie, rumba nilocheza nalo, kuna wakati nilikuwa natembea kama vile na matege, kumbe viatu vimekwisha upande mmoja. Lakini bado ukikutana na mimi ukiniuliza mtumishi, vipi maisha yako yanaenda, nakwambia Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu, lakini mfukoni najua sina kitu. Sema amina wewe. Jamaa akasema ni miaka hii. Nikasema huyu hajajifunza maandiko. Shule ya Musa ilikuwaje? Miaka 40 nyumbani kwa Potifa. Miaka 40 wapi? Midian. Ndio miaka, akiwa na miaka 80 ndio anathibitishwa. Sema amina wewe. Ngoja nikwambie, kila mtu aliyeitwa na Mungu ana darasa lake. Sema amina wewe. Ana kozi yake na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Kama umeokoka, umempata Mungu, mwenzio yamkini naweza mkaokoka naye baada ya miezi 2 kainuka. Wewe usikate tamaa. Sema amina wewe. Nilipookoka mwaka 98 niliwakuta wengine baada ya miezi 3 wameenda juu hata kiroho. Nimeokoka mwaka 98, hata ujazo wa Roho Mtakatifu ulinichukua zaidi ya miaka 4. Wengine naokoka tu wanapokea na vipawa, lakini sikukata tamaa. Nilijua mimi naandaliwa kwa ajili ya utumishi mkubwa. Sema amina wewe. Usife moyo mtu wa Mungu. Usife moyo na magumu unayoyapitia. Hiyo ni njia kukuthibitisha Mungu. Na Mungu anapokuthibitisha, ukithibitika mbele zake, kuna baraka za Mungu zisizokuwa za kawaida. Sema amina wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Nataka niseme ndugu zangu wapendwa, walio wa Mungu hawaachwi na Mungu. Walio wa Mungu hawasauliki na Mungu. Walio wa Mungu hata wanaojaribu kuwashusha wanajisumbua, kwa sababu Mungu akikupandisha, anayejaribu kukushusha, nataka nikwambia atafikiria na kuweza kumjua kwamba hayo magumu ni shule ya Mungu kukuandaa kwa ajili ya utukufu wake. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ayubu alipitishwa katika mchakato huu wa kuthibitishwa, lakini jambo moja, alidumisha uaminifu wake kwa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Alidumisha uaminifu wake kwa Mungu. Mimi sijui ni jambo gani gumu Mungu analokupitisha ili kukuthibitisha, lakini swali langu ni moja, je, unadumisha uaminifu wako kwa Mungu? Jina la Bwana libarikiwe. Mke wa Ayubu akamwambia Ayubu,
Kama ni ng'ombe wamekwisha, kama kondoo wamekwisha, kama ni punda wamekwisha, kama ngamia wamekwisha, kama wafanyakazi wamekwisha, kama watoto wamekwisha. Na wewe mwenyewe umepigwa na ugonjwa wa majipu ambao nyakati hizi ndo wanasemaga ndo ule. Yaani wakati mwingine tukua na majipu tunajitahidi hata kuyaficha ficha, maana yake watu wengine wakishakuwa ndo na majipu wajua tayari. Majipu ni ugonjwa tu wa kawaida. Sema amina wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Maandiko yanasema pamoja na mke wake kumwambia yoyote amekupata mkufuru Mungu ukafe. Maandiko yanasema katika mambo yote Ayubu hakumtenda Mungu dhambi. Na mimi nataka nikwambie, katika magumu yote unayopitia kwenye ndoa, katika magumu yote unayopitia kwenye familia, katika magumu yote unayopitia kazini, katika magumu yote unayopitia kwenye jamii, nataka nikwambie usifarakane na Mungu, usimtende Mungu dhambi. Uaminifu wako kwa Mungu ndio utakomsababisha Mungu akutukuze, ndio utakomsababisha Mungu akuinue ili aziruhusu baraka zake kwenye maisha yako. Endelea kuwa mwaminifu kwa Mungu. Maandiko yanasema watakaovumilia mpaka mwisho ndio watakaofanyaje? Watakaookoka. Jina la Bwana libarikiwe. Nasema watu wenye ufahamu wa rohoni hawaogopeshi na mambo magumu. Sema amina we. Wanawaambiaga watu mimi ni big G ya chuma. Sema amina we. Utanitafuna lakini utanimaliza. Sema amina we. Kwa kadiri unavong'ata. Nimefundishwa kushiba, nimefundishwa kuona njaa. Wanawaambiaga hapa hata wafanyakazi hapo naambiaga sio unaga mchungaji Msamila mimi niko camouflage. Sema amina we. Yaani ukijaga hapo ukisema unamtafuta mchungaji Msamila mkinu mdhuru, unaweza ukamkuta Clovis ukampa mtamata ukafikiria mchungaji Msamila, kumbe nimekaa pembeni. Kwa sababu vijana siku hizi unakuta wamepiga lisuti kubwa, alafu unataka ongea onekane ndo Reverend Parish Minister Moderator. Mimi na apply ile ya Bwana Yesu ambaye alikuwa anavaa kanzu moja tu na wanafunzi, mpaka walipoenda kumtafuta hawakumjua, kwa maana alichovaa yeye na yule vinafanana, mpaka akasema yule ambaye utaenda kumbusu ndiye. Sema amina we. Lakini leo vijana wanataka wajiweke matawi fulani, na ukifika jua yes hapa ili ndo li parish minister la hapa. Mimi umenikosa. Utanikuta nimepiga jinzi yangu tu na fulana, utafikiria mimi ndo kiateka. Sema amina we. Naambiaga hapa mimi hata nikimaliza muhula wangu nikizeeka nitakuja na basi langu la shule naendesha mwenyewe, natia gia natoa, natia gia natoa. Wala inisumbui mtu wa Mungu, mundu wangai. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Maisha yangu nimefundishwa kushiba na kuona. Jina la Bwana libarikiwe. Ishi kwenye maisha ukijua kwamba kwenye maisha kuna ups and downs. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani sio katundu nijiweke matawi fulani alafu nikija kushuka, nikija hapa naogopa hata kuingia. Mimi ni yule yule. Hata nikitumwa Lindi bado nitaingia hapa kabisa, yani kwa ujasiri kabisa, kwa sababu the way ninavyojiweka. Najua kuna Mungu, najua kuna kuthibitishwa, najua kuna namna ya kuishi katika maisha magumu. Mungu anapoyaruhusu ayapo kutuangamiza, yanatuandaa kwa utukufu. Sema amina wewe. Na shule kwenye maisha zinatofautiana. Shule ya Musa aliandaliwa miaka 40 kwa Potifa, 40 jangwani. Yaani ili akawachunge watu, akaandaliwa wapi? Jangwani, anachunga wanyama. Shule ya Mungu kabla haja kutuma kuchunga, kwanza ni lazima akupitishe Bible school ya kuchunga. Sema amina wewe. Mimi na mke wangu tunasema hata tukiishiwa wakati mwingine ni darasa la Mungu la kutuonyesha kwamba kuna wengine pia wameishiwa.
Sema amina wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwenye maisha uwe na positive mental attitude. Uwe na mtazamo chanya na mambo. Magumu yakija hayapo kwa ajili ya kukuangamiza. Magumu yakija hayapo kwa ajili ya kukutoa kwenye njia. Wakati mwingine Mungu anayatumia magumu kama darasa la kutufundisha. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, usizimie moyo, usichoke wala usirudi nyuma. Vumilia magumu na changamoto za kila namna. Mungu anazozitumia kuziruhusu ziweze kukuthibitisha mbele zake na mbele ya adui wa msalaba. Nataka niseme uaminifu wako kwa Mungu ndio utakokupandisha daraja. Sema amina wewe. Huyu Mungu alipomwona huyu jamaa amethibitika, Mungu alimpa double portion. Na mimi nakuombea Mungu akupe double anointing portion. Na mimi nakuombea Mungu akupe maradufu katika baraka. Na mimi nakuombea Mungu akupe maradufu katika kibali. Na mimi nakuombea Mungu akupe maradufu katika ustahimilivu na uaminifu kwa Mungu wako. Na kuombea Mungu katikati ya watu wengi uthibitike kwamba ni mtu unampenda Mungu kwa moyo thabiti. Jina la Bwana libarikiwe. Simama katika maisha ukiwa na mtazamo chanya. Kuna watu wanaisoma Biblia wanajichagulia. Hiyo nasema prosperity gospel, yani wanachagua ile mistari inayosema kwenye kitabu cha Yeremia 29:11, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku za mwisho. Haleluya! Sisi ni wa mawazo mema, sisi ni wa mema kwenye maisha. Mabaya sio fungu letu. Ni kweli sio fungu letu, lakini wakati mwingine Mungu anaweza kuyaruhusu. Sema amina wewe. Na akiyaruhusu si kwa ajili ya kutuangamiza, akiyaruhusu ni kwa ajili ya kutupandisha. Mwalimu hapa anajua Eunice, bila mtihani upande darasa. Sema amina wewe. Na Mungu wakati mwingine ili akufikishe kwenye hatima yako njema, anakuandaa kwa mambo mengi. Sema amina wewe. Ninawaambiaga watu, Mungu namshukuru aliyeniandaa kwa mambo mengi. Baba yangu wa kiroho aliniandaa kwenye hii kazi. Nakumbuka mpaka wakati siku nakuwa ordained, mke wake ananiambia baba alikuwa anakuandaa, anasema anakulea si kama mtoto kwenye chuchu, alikuwa anakulea kama mtoto wapi? Si unajua kuna watoto, ulisikia hiyo mithali, nasikia ni ya Kikuyu, ya kama kuna mtoto wa mgongoni na kuna mtoto wa kwenye chuchu, yani muda wote ananyonya. Mimi sikuwa hapa St. Columbus wa kunyonya, nilikuwa mgongoni mbweni. Sema amina wewe. Lakini kumbe babangu alikuwa ananilea ili niwe ngangali, ngunguli, ngingi. Nipeleke kokote mimi nita survive. Sema amina wewe. Wana St. Columbus, Mola wangu umebarikia karibuni tu. Jina la Bwana libarikiwe. Nikimaliza hapa nilimwambia juzi deputy, nikimaliza hapa nipeleke Nendeni. Sema amina wewe. Nilimwambia nipeleke Nendeni ya kule Mara kule. Sema amina wewe. Kwa sababu Mungu anapokuandaa anakuthibitisha, akikuthibitisha anakupandisha. Mtu wa Mungu, ayo magumu yasikurudishe nyuma, yakupandishe. Kwa watu wanaofanya sayansi na tafiti mbalimbali, kuna kitu wanaita experiment. Sema amina. Majaribio yanayofanyika mara kwa mara ni kwa ajili ya kuthibitisha ubora wa kile kitu mtu anachokitaka. Na Mungu wetu anatumia majaribio ya kila namna ili kuwathibitisha watu wake wawe katika ubora ule Mungu anaotaka. Simama tumshukuru Mungu. Haleluya. Umenipendelea, nipendelea, umenipendelea, chochote ulichonipea, umenipendelea.
Weka mikono yako miwili kifuani, sema Bwana Yesu, ninakushukuru katika yote ninayoyapitia. Bado Mungu unanipenda, unanipa kushinda na zaidi ya kushinda. Nipe neema yako hata katika mchakato wa kuthibitishwa, nami nithibitike mbele za uso wako. Bwana, nakusihi uniwezeshe kwa wingi wa baraka zako katika magumu. Mungu, nikumbuke neema yako na baraka zako maradufu uziachilie maishani mwangu katika jina la Yesu. Nami nakataa yale yote yanayosimama yaliyosugu kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu. Kila milima adui aliyoinua kwenye maisha yangu na iangusha kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, wiki hii ikapate kuwa wiki njema kwangu. Habari njema isikike kwangu. Inua wasaidizi wa hatima yangu watakaonipa njia na siri za mafanikio katika jina la Yesu. Baba, nakushukuru na nileta kusanyiko ila watu wako. Wakumbuke, watetee Bwana. Usiwaache au kumwacha Ayubu katika magumu aliyopitia, kwa maana bado ulimkumbuka ukampa maradufu. Na mimi nakusihi Bwana, hawa watu walioko mahali hapa wazijua changamoto zao, changamoto za afya, changamoto za mahusiano, changamoto za kifamilia, changamoto za kindoa, changamoto za kazi, za ndoto na maono yao. Nakusihi Bwana, wakumbuke na uwasaidie. Wiki hii kapate kuwa ni wiki ya baraka kwa watu wako. Hata Jumapili tutakapokutana mahali hapa, tushuhudie wema wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tumeomba na kuamini, na kila mwenye pumzi na aseme amen. Pe Yesu makofi mengi. Haleluya. Wale wangambo wanauliza mmewezaje, na ngambo wanajibu mmevukaje. Tulicho nacho amna, mlicho nacho hatuna hela. Basi tujiulizane, tumefaike sote. Ulio nalo gumu kwako kwa mwingine rahisi, uonalo rahisi kwako kwa mwingine ni gumu. Sababu kama mapito yatofautiana, tutiane moyo sote, safari ni moja. Sababu tunategemeana, tunategemeana, tuwa baba moja.